Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako tena. Asante kwa ajili ya wakati mzuri na kipindi hichi kizuri tena. Pale ambapo Mungu natulisha na kutupa ujumbe wa wakati huu tena. Tusaidie, tujalie ujumbe huu, tuvushe ujumbe huu, tupe tena kusonga mbele. Katika jina la Yesu, tuongezee maarifa ambayo Mungu unataka tuwe nayo katika kipindi hichi, katika nyakati hizi. Tusaidie Mungu wangu. Najikabidhi kwako na mkabidhi msikilizaji wangu. Kila mtu atakayesikia sauti hii, neno lako na ujumbe huu, pate kibali katika masikio yake na ndani ya moyo wake. Fungua fahamu zake, fungua akili zake, fungua mawazo yake na fungua moyo wake tena, ili ujumbe wako upate kibali ndani ya moyo wake. Katika jina la Yesu, najikabidhi mikononi mwako nikiomba na kushukuru. Amen. Ujumbe tulionao tena ni ujumbe ambao unahusu Roho Mtakatifu. Tumia Roho Mtakatifu kama nguvu zako. Ndio kichwa cha ujumbe huu wa siku ya leo. Tumia Roho Mtakatifu kama nguvu zako. Watu wengi hawajui kwamba Roho Mtakatifu ndio nguvu ambayo inatusaidia sisi kama Wakristo. Nitakupa mifano michache katika ujumbe huu ambao umepata kibali siku ya leo. Lakini lengo kubwa la ujumbe huu wa leo ni kuhakikisha kwamba unakuwa na kiu ya kumtafuta Roho Mtakatifu. Kama huna Roho Mtakatifu, ujazwe Roho Mtakatifu. Na kama yupo, uendelee kumchochea Roho Mtakatifu na kukaa mbali na vitu vyote ambavyo vinaweza kumzimisha Roho Mtakatifu ili aendelee kukusaidia. Roho Mtakatifu ni nguvu inayomsaidia Mkristo kufanya yale anayopaswa kufanya katika imani. Narudia tena, Roho Mtakatifu ni nguvu inayomsaidia Mkristo kufanya yale anayopaswa kufanya katika imani. Ujumbe huu nimemuomba Mungu kwamba uweke shauku kubwa, uweke shauku mpya ndani ya moyo wako ya kutaka kujazwa Roho Mtakatifu tena kwa nguvu zote ili akusaidie. Tuko katika nyakati ambazo kupata mafundisho ya aina hii ni ngumu. Yako mafundisho mengi ambayo utayapata, lakini je, unafahamu kwamba yako mafundisho ambayo ni sahihi na yako mafundisho ambayo ni mafundisho ya mashetani? Biblia inasema kwamba siku za mwisho kutainuka mafundisho mengi mbalimbali kwa ajili ya kuwapotosha watu wa Mungu. Lakini ujumbe huu kusaidie kwamba unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu, unahitaji Roho Mtakatifu ili akusaidie. Bila Roho Mtakatifu katika maisha haya hatuwezi lolote. Kwa nguvu inayokusaidia wewe kama Mkristo kufanya yale unayopaswa kufanya ni Roho Mtakatifu pekee. Ndiye msaidizi tuliopewa, ndiye msaidizi tulioachiwa, ndiye mwalimu wa kutufundisha yote, ndiye mwalimu wa kutukumbusha katika yote. Kwa ujumbe huu uweke shauku mpya ndani yako ya kutaka kujazwa Roho Mtakatifu. Tafute Roho Mtakatifu, maana Roho Mtakatifu ndiye nguvu zako. Kama wewe ni Mkristo na huna Roho Mtakatifu, ujue kwamba huna nguvu itakayokusaidia kufanya yale unayopaswa kufanya. Hivyo basi, huyu ndiye msaidizi tulioachiwa. Atatusaidia kutukumbusha mambo yote, atatusaidia kutufundisha mambo yote. Lakini nguvu hii ambayo naizungumzia ni nguvu ambayo inatoka kwa Roho Mtakatifu kwa ajili ya kukusaidia wewe. Kwa hiyo kama nilivyosema, kama ni Mkristo lakini huna Roho Mtakatifu, ujue unakosa nguvu ya kukusaidia kufanya yale yote ambayo unapaswa kufanya. Wanafunzi wa Yesu kabla ya kwenda kufanya kazi ya kuhubiri Injili, waliambiwa wasubiri kwanza wapokee msaidizi ambaye ndiyo Roho Mtakatifu ili awasaidie, maana peke yao hawawezi. Ile Matendo ya Mitume sura ya 2 pale kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 4 tunazungumzia habari ya siku ya Pentekoste, ambapo tunaambiwa wanafunzi wale walikuwako pamoja, mahali pamoja wote. Katika siku hiyo ndio siku ya Pentekoste ambao walijazwa Roho Mtakatifu. Ukisoma ule mstari wa 4 katika Matendo ya Mitume sura ya 2, ule mstari wa 4, Biblia inasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Hapa ndipo utamuona Petro ambapo alihubiri wakaokoka watu takriban 3,000 siku hiyo hiyo moja. Baada ya ujazo wa Roho Mtakatifu, iko nguvu ambayo iliingia ndani yao. Ile nguvu ikawasaidia katika kutenda kazi. Biblia inasema maneno yao yalikuwa yanatoka kwa nguvu kiasi kwamba yalikuwa yanachoma mioyo ya wale ambao walikuwa wanasikia. Ujue hapo tunazungumzia habari ya nguvu ya Roho Mtakatifu katika maneno ambayo yalitoka kwenye vinywa vyao, yakasaidia kupeleka ujumbe wa Mungu, ujumbe ambao ulisaidia watu waokoke takriban watu 3,000 kwa siku hiyo hiyo moja.
Lakini ilikuwa ni siku ya Pentekoste, uvuvio, nguvu za Roho Mtakatifu zilishukia watoto wa Mungu, zilishukia wanafunzi ambao walikuwa mahali pamoja siku hiyo ya Pentekoste. Biblia inasema ndimi zikagawanyika kama ndimi za moto. Uvuvio na nguvu ya Roho Mtakatifu ikawajaza, wakanena kwa lugha nyingine, na ndipo injili ikasonga mbele, wakahubiri, watu wakaokoka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Nitakupa mifano michache tu katika ujumbe wa leo, lakini shauku kubwa uione ndani ya ujumbe huu ni kwamba unamhitaji Roho Mtakatifu katika kila kitu unachofanya. Unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ili kukusaidia kufanya unayotakiwa kufanya. Nitazungumza mifano michache sana katika ujumbe huu, lakini naamini katika mifano hii itakusaidia. Kitu cha kwanza, nimezungumza habari ya siku ya Pentekoste ambapo wanafunzi wa Yesu walikuwepo mahali pamoja, wakajazwa Roho Mtakatifu, wakazungumza kwa lugha nyingine. Nguvu ya Roho Mtakatifu ndipo iliposhuka siku ya Pentekoste na injili ikahubiriwa katika mataifa. Lakini mfano mwingine ambao nitauzungumza katika ujumbe huu ni katika kuomba. Kama Mkristo, lazima uwe na Roho Mtakatifu ili akusaidie kuomba jinsi inavyotakiwa. Tukisoma katika Warumi sura ya 8 mstari wa 26, Biblia inasema hivi: kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Ujumbe huu unatuonyesha kwamba sisi wenyewe hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe, Roho Mtakatifu, hutuombea tena kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa hiyo, kama huna Roho Mtakatifu, uweze kufanya maombi yako kwa usahihi, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo. Kwa hiyo hata katika kuomba, ili upeleke maombi yako kwa usahihi ambao unatakiwa mbele za Mungu, Roho Mtakatifu anaingilia kati, anakusaidia kupeleka maombi yako, anakusaidia kuomba kwa kiwango ambacho, kwa jinsi ambavyo, kwa kuugua ambavyo kusikoweza kutamkwa, ili maombi yako yafike mbele za Mungu kwa usahihi. Kwa hiyo hata katika maombi, ili tuombe jinsi ipasavyo, tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu katika maombi. Kwa hiyo utaona kwamba kama huna nguvu ya Roho Mtakatifu, kama huna Roho Mtakatifu, hata kuomba kwako itakuwaje? Kwa unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ili kusaidie kupeleka maombi kwa usahihi mbele za Mungu. Maana sisi wenyewe hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe Mtakatifu hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Huu ni mfano tu ambao nimekutolea katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Lakini uko mfano mwingine ambao mfano huo tunazungumzia habari ya mtu kugeuzwa kuwa mtu mwingine. Mfano huu nitakuonyesha jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anaweza kugeuza mtu, anaweza kumbadilisha mtu afiti kwenye nafasi ambayo anatakiwa kufiti. Kwa ili ufiti katika nafasi uliopewa, lazima Roho Mtakatifu aje kugeuze kuwa mtu mwingine ambaye atakaa kwenye nafasi kama inavyotakiwa. Nitakutolea mfano katika habari za Sauli alivyopewa maelekezo na Samueli baada ya kupakwa mafuta kuwa mfalme wa Israeli. Habari hiyo tunaipata katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6 pale. Biblia inasema hivi: na Roho wa Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Anasema nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Hapa ni Samueli anampaka baada ya kumpaka mafuta Sauli kuwa mfalme wa Israeli, anazungumza habari ya kitu kingine. Roho wa Bwana atamjilia kwa nguvu. Lakini mojawapo ya vitu ambavyo atafanya huyu Roho wa Bwana ni kumgeuza kuwa mtu mwingine. Kwa hiyo baada ya kupaka mafuta ili afiti kwenye ile nafasi ya kifalme, Roho Mtakatifu lazima aingilie kati. Nguvu ya Roho Mtakatifu lazima ingie kwa mtu huyu kumgeuza ili aweze kuendana na nafasi ambayo amepewa. Hii ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo Roho Mtakatifu ana umuhimu kwenye maisha yako. Lakini pia ili ubadilike kabisa na kuwa mtu mwingine tofauti na kipindi hujaokoka, baada ya kuokoka lazima nguvu ya Roho Mtakatifu ikusaidie. Nguvu hii ndio itakusaidia kama Mkristo kufanya mambo yote ambayo unapaswa kufanya katika imani. Kwa maneno haya machache ni maombi yangu kwa Mungu. Mungu akupe kiu tena. Omba Mungu akupe Roho Mtakatifu. Jaa nguvu za Roho Mtakatifu. Jaa Roho Mtakatifu. Pata nguvu itakayo kusaidia kusimama, maana peke yako hutaweza.
Mtafute Roho Mtakatifu ili akusaidie, maana peke yako kwenye maisha haya hutaweza. Nguvu ya Roho Mtakatifu ingilie kati, nguvu ya Roho Mtakatifu ingie ndani yako, nguvu ya Roho Mtakatifu ingie kwako ili kusaidie kufanya mapenzi ya Mungu. Ujae nguvu za Roho Mtakatifu, ujae Roho Mtakatifu ndani, ujae hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Hata kusoma neno la Mungu, Roho Mtakatifu ndiye anayefafanua mafumbo ya Mungu. Neno la Mungu liko katika hali ya mafumbo. Ili ulielewe, unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayefafanua mafumbo ya Mungu kwenye neno lake. Kwa hiyo unamhitaji Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ajae ndani yako. Hiyo kiu tena ingie ndani yako ili Mungu akujaze Roho Mtakatifu, akupe nguvu kama Mkristo ili kusaidie kusonga mbele katika jina la Yesu.